Habari msikilizaji, hii ni Masabuna Simulizi. Kwa mara nyingine tena nimekuletea simulizi mpya nzuri sana. Subscribe, like, comment na pia usisahau kushare msikilizaji wangu. Kubali au kataa msikilizaji, ndoa ni tamu ila ina mitihani na mapito mengi sana. Naitwa Petronida Msangi. Familia yangu ni ya kipato cha kati. Baba alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi, mama alikuwa mama wa nyumbani. Tumezaliwa watoto watatu, mimi ni mtoto wa mwisho na ni msichana pekee. Wazazi wangu walipambana kadiri walivyoweza kutusomesha mimi na kaka zangu, sote ni wahitimu ya elimu ya juu. Mimi nilifanya vizuri sana mwanzo wa masomo yangu, mpaka sasa nina master degree ya uchumi. Baada ya kuhitimu elimu yangu, moja kwa moja nilibahatika kuajiriwa kwenye shirika moja la kimataifa lililoweka kituo chake hapa nchini. Nilikuwa kama personal secretary wa mkurugenzi wa kituo hiki ambaye alikuwa ni mwanamama. Nilifanya kazi kwa bidii sana, nikawa mmoja wa wafanyakazi walioaminika sana na uongozi wa juu wa shirika hili. Hatimaye nikawa mmoja waliokuwa wakitumwa nchi za nje kuwakilisha kazi mbalimbali za shirika. Ilikuwa ni karibu ya mwisho wa mwaka, nikiwa katika safari ya ghafla ambayo bosi wangu alitaka niende kumwakilisha nchini Ufaransa. Nilianza safari, uongozi ulinikatia business class. Katika kiti changu ndani ya ndege nilifunga mkanda. Kisha niliinua uso wangu kuendelea kumsikiliza dada mwenye sauti nzuri sana, akitoa maelekezo kama sheria ya usafiri wa anga ulivyotaka. Habari za asubuhi mabibi na mabwana. Kwa niaba ya ndege yetu Air France, tunakukaribisha ndani ya ndege yetu. Tafadhali kwa usalama, nyosha kiti chako, funga mkanda, tayari kwa kuondoka. Nyuma ya yule msichana alikuwepo mwanaume mtanashati katika vazi la upilot ambalo lilimpendeza sana. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu niliutathmini muonekano wa mwanaume. Mimi sina ile tabia ya kuzoea viumbe wanaume ambao siwafahamu. Nilimuona mwanaume huyu akinipungia mkono nami nilijikuta nampungia pia. Aliweka mkono wake katika kifua chake kuonyesha ishara anashukuru. Nilijikuta namfurahia. Alirudi ndani ya chumba cha marubani. Nilisikia sauti nzito ya kiume ikisema, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Kwa niaba ya shirika la ndege la Air France, huyu ni Captain Victor. Karibu kwenye ndege yetu, ndege aina ya Boeing 787. Tutasafiri masaa 10. Tutaruka usawa wa bahari kilomita 15,000 kwa saa. Tutafika Paris CDG Airport saa 2 usiku. Kwa usalama, ndege itakapoanza kupaa, tulia kwenye kiti chako. Safari yetu ilianza. Safari ilikuwa ndefu sana. Mungu jalia tulifika salama kabisa. Watu walianza kushuka taratibu. Ilipofika zamu yangu ya kuteremka, nilimkuta yule pilot kwenye mlango kasimama. Aliponiona alitabasamu na kuniambia haraka haraka, naitwa Victor, naweza kupata namba yako tafadhali? Sikufikiria hata mara mbili. Pilot tena? Nilimpa business card yangu. Niliteremka, nilijikuta nampungia mkono. Bye. Taratibu na kutokomea zangu. Ilikuwa ndio mara ya kwanza kufika Paris. Walikuja watumishi kutoka kwenye shirika, walinichukua na kunifikisha kwenye hoteli niliyopaswa kufikia. Walinipeleka kwenye chumba ambacho nilikuwa nimeandaliwa. Kwa kuwa muda ulikuwa umeenda, niliamua kujifungia na kulala. Kesho yake viongozi wa hapo walinipa ruhusa ya kupumzika. Nililala sana mpaka mida ya mchana. Walikuja wenyeji wangu, tulipata lunch, kisha tuliamua kukaa nje kwenye viti pale hotelini na kuanza kupanga mipango ya kazi yetu ambayo ilitupaswa kuzungumza kwenye mkutano uliotukutanisha pale. Tulipomaliza wenyeji wangu waliondoka nami nilienda tena chumbani kupumzika. Majira ya saa 10, simu yangu iliita upande wa WhatsApp call. Habari Petronida. Huku akilitaja jina langu kwa shida. Nikamwambia niite Peti. Oh, hii itapendeza. Umefikia hoteli gani Peti? Nilimwelekeza hoteli ilipo. Napafahamu hapo.
naweza kuja hapo nikupe company? Sure, karibu sana, nilimwambia. Alipofika pale hotelini alinipigia tena WhatsApp call. Nilitoka chumbani na kumfuata mapokezi. Tulipeana mikono. Mambo mrembo, please can we get lunch and drinks together? Aliniomba tupate chakula na vinywaji. Victor alikuwa anapenda sana kuongea lugha ya Kiingereza. Nadhani ni kutokana na watu anaokutana nao kila siku katika kazi zake. Labda chakula, vinywaji sitatumia kwa leo. Kesho mapema asubuhi nina kikao, nitapenda nilale mapema. Okay, hata mimi kesho mapema sana narudi Tanzania. Basi tulizungumza kwa muda mfupi, lakini alinieleza mambo mengi sana kuhusu yeye na mimi nilimweleza pia. Tulijikuta ni watu wa kufanana mambo mbalimbali katika maisha. Sote tuko busy na kazi. I say, sijui nikioa itakuwaje. I'm very very busy. Itabidi mke wangu anizoee hivyo. Ya, hata mimi kuachika itakuwa nje. Maana mara umetumwa Amerika, mara UK, mara India. God, sijui itakuwaje. Wasije kukutuma Ukraine tu rafiki yangu. Tulicheka kwa pamoja. Pia sote hatuna mahusiano. Yeye alisema, mimi sina mahusiano kwa sasa. I'm single but searching. Nilikuwa naye kapata mwanaume bora zaidi yangu, kaolewa. Oh, pole sana. Na wewe je? Mimi sina pia. Serious Betty, acha kunidanganya. Kweli, hata sidanganyi. Alright Betty, nimekuelewa. Msikilizaji, mimi mahusiano sikuwahi kuwa nayo kabisa. Maisha yangu alikuwa ni ya kukwepa sana videti. Nilitaka nisome mwenzenu. Nilijua nikiingia tu kwenye mahusiano sitoboi. Sikufundishwa na mtu wala kumuiga mtu yeyote. Nilijikuta sitamani kuingia kwenye mahusiano mpaka nipate mwenza wa maisha. Sekondari nilikuwa nina akili sana. Nilikuwa nina marafiki wengi sana wa kike ambao wengine walinifuata kwa sababu ya akili zangu, wengine kwa sababu ya ucheshi wangu. Nilikuwa si mchoyo wala sibagui mtu. Pia niliona mambo ambayo yanasikitisha sana. Yaliwapata baadhi ya wasichana wenzangu baada ya kuingia kwenye mahusiano. Kilichonisaidia mimi sikuwa na tamaa ya vitu. Kwanza sikuwa najipenda sana. Nilikuwa naweza kuoga maji hata bila sabuni wala sijali. Sekondari siku zote nilivaa uniform. Nilishonewa sketi na blouse nyingi. Kuna ile wasichana hupenda siku za mapumziko wanavaa nguo za nyumbani shuleni. Mimi ni uniform tu. Na hata wasichana wenzangu walijaribu kunishawishi kuwa na mpenzi nijifanya ninaye ili wasinisumbue. Chuoni ilikuwa hivyo. Wale wajanja walinielewa, lakini wengine walinipa majina wanayojua wao. Nguo zangu pendwa chuoni ilikuwa suruali, nificha miguu yangu minene ya bia, ambayo nilipokuwa sekondari wapagaisha mpaka walimu, pamoja na kuificha kwenye sketi ndefu na soksi ndefu. Msikilizaji, hiyo ndio ilikuwa lifestyle yangu wakati niko mwanafunzi. Mama yangu muda mwingine hakupenda, aliniona mchafu, lakini muda mwingine alisema, bora mwanangu usiwashawishi wanaume wa kutamani, ngoja umalize angalau chuo. Nilipopata ajira sasa, hapa mama aliniambia, hauna budi sasa mwanangu kuwa smart. Umeshapata ajira nzuri, uwe smart sasa mama. Hata bosi wangu ambaye ni mwanamke mrembo sana, mke wa kigogo mmoja hapa mjini, alinielekeza mavazi ambayo natakiwa kuvaa. Betty, uko kwenye management, unatakiwa kuwa na muonekano mzuri wakati wote. Alinifundisha jinsi ya kuvaa lini, wapi na wakati gani. Aina ya manukato ambayo natakiwa kutumia, viatu, style za nywele na mengine mengi. Ndio hapo sasa urembo wangu ulipoonekana na kuanza kuwachanganya viumbe wanaume. Basi, hapo hotelini mimi na Victor tuliachana muda wa saa 2 usiku. Tulipeana ahadi ya kukutana tukifika nyumbani Tanzania.
Peti, mimi kuanzia katikati ya mwezi huo wa 12 nitakuwa kwenye mapumziko mafupi ya mwisho wa mwaka. Unaonaje mrembo, kama itawezekana twende pamoja mbuga za wanyama? Nilimkubalia kwa kumridhisha. Basi tuliagana, tulianza kuchati sana kwa WhatsApp. Alianza kunitumia message za kuonyesha kwamba ana shauku mimi niwe mpenzi wake. Naam, Petronida au ukipenda muite Peti, personal assistant wa mkurugenzi. Nini kitaendelea kwenye maisha yake? Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri sana. Usisahau kubonyeza kengele ili uwe wa kwanza kuipata. Pia kama hauja subscribe, basi naomba support yako msikilizaji. Bye bye.